tukakubali. Mchakato wa katiba mpya haukuendelea na minimum reform hazikupatikana. Kwa hiyo ile hoja ya minimum reform ilikuwa ni namna ya kuachana na katiba mpya. Kwa tumeachana katiba mpya na vile vile minimum reforms hazikupatikana. Tukaenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 tukampata Magufuli. Na tulivyompata Magufuli na CCM wakatangaza vita dhidi ya upinzani. Hiyo vita ilitangazwa rasmi tarehe 6 Februari 2016 kwenye sherehe za miaka 39 ya CCM Singida. Na kwenye hiyo sherehe za CCM Magufuli alisema wazi, ipo kwenye YouTube, kwamba itakapofika mwaka 2020 hakutakuwa na chama cha upinzani katika nchi hii. Kaangalia hiyo hotuba maarufu sana. Kwa yaliyoendelea baada ya hapo ni haya ambayo tunayafahamu sana sasa hivi. Mauaji ya kisiasa. Mgombea ubunge wa jimbo la ni Nyang'hwale au nani, jimbo gani, nani, Alphonse Mawazo Busana, aliuawa in broad daylight. Na wanachama wetu wengine wengi sana, kina Bensa 8, wengine tuliponea chukuchuku kama mnafahamu, ambao hawakujeruhiwa au hawakuharibiwa biashara zao, wafungwa. Hiyo vita ya Magufuli ndio bonde la uvuli wa mauti. Kwa nini? Bonde la uvuli wa mauti alilozungumzia Nelson Mandela 1953. Tulipita kwenye bonde la uvuli wa mauti ili CCM iweze kucrash upinzani. Sasa kumbuka, Nyalali na tume yake walisema mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais. Tuliona hiyo very clear, bila shaka yoyote, wakati wa Magufuli, na tunayaona sasa na Samia. Mwaka 2019 kuelekea uchaguzi wa mitaa na vijiji, Magufuli aliitisha mkutano wa watendaji wa kata Ikulu nchi nzima. Mnakumbuka? Maandalizi ya nini? Ya uchaguzi. Na maagizo aliyopewa, hakikisheni hakuna mpinzani atakayesimama. Na hakuna mpinzani aliyesimama. Sio aliyesimamishwa. Tulisimamisha idadi ya wagombea 2019 ambao sijui kama tulifika hata nusu yake mwaka jana. Tulikuwa na wagombea wengi sana, walifyekwa wote. Ukiangalia mtandaoni matokeo ya uchaguzi wa mitaa na vijiji wa 2019 utaona yafuatayo. Moja, kwenye uchaguzi wa vijiji CCM ilipata 99.9 ya wenye viti wa vijiji yote. Ilipata wenye viti 12,260 kati ya wenye viti 12,262. Haikupata hao. Haikupata wawili.
angalieni mtandaoni, utaona kwamba kwenye mitaa 4262 CCM ilipata mitaa 4262, 100%. 100% ilishinda mitaa yote nchi nzima. Ukirudi nyuma miaka mitano kwenye uchaguzi wa 2014 utakuta kwenye matokeo yako kwenye website za TAMISEMI, utakuta kwamba kwenye vijiji mwaka 2014 CCM ilipata 80% ya mitaa ya vijiji vyote. Manake sisi wapinzani tulipata 20%. Chadema peke yetu tulikuwa na 15% ya vijiji vyote nchi nzima, vijiji 1754. Kwenye mitaa utaona kwamba CCM ilipata 66.66% ya mitaa yote, takriban 67%. Sisi wapinzani tulipata 33%, na sisi Chadema tulikuwa na 25% ya mitaa yote nchi nzima. Tulikuwa na mitaa 980. Fast forward, si mnajua ile kitu ile fast forward. Fast forward 10 years. Mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za TAMISEMI, CCM imepata 99.01% ya vijiji. Chadema imepata 0.79% ya vijiji 97. Hatujafikisha 100. Na kwenye mitaa CCM imepata 99%, Chadema imepata 0.84. Hatujafikisha 100%. Tuna mitaa 36 nchi nzima. Tulikuwa na mitaa 980 miaka 10 iliyopita. Mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na kwa sababu ni mfumo wa rais, ni mfumo wa CCM. Kwa sababu ni mfumo wa rais, rais anatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, anaanza kwa mkwe wake, waziri wa TAMISEMI. Waziri wa TAMISEMI anapeleka maagizo kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji: hakikisheni wapinzani hawaendi popote. Ndio maana ya nini? Ya haya matokeo. Ndio maana ya hiyo engua. Kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na kwa sababu ni mfumo wa rais, ni mfumo wa CCM, kama alivyosema Nyalali miaka 33 iliyopita. Tunaelewa? Sasa kuna mambo mengine yamejitokeza ambayo yote yanatoka kwenye hii kanuni kuu. Kanuni kuu ni kwamba huu ni mfumo wa CCM. Kila kitu kina flow from hiyo general principle kwamba huu ni mfumo wa rais, ni mfumo wa CCM. Kuna ambayo yamejitokeza sana kwenye chaguzi zetu, yatokana hiyo. La kwanza ambalo limejitokeza, kura feki. Kura feki.
Kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2020, kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2020, mnafahamu kwa sababu mlishiriki wengi wenu humu, mnafahamu jinsi ambavyo mapolisi, usalama wa taifa, walimu, watendaji wa kata, nini, hawa wote wanao kuwepo wakati wa uchaguzi, jinsi ambavyo walitumika kuingiza kura feki kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura. Hauna kosea. Tunaweza kuthibitisha kwa kutumia nyaraka ambazo zimetengenezwa na tume yenyewe. Tunaweza kuthibitisha kwamba kwenye ubunge peke yake, kwa kuangalia hizo nyaraka za tume, kwenye ubunge peke yake waliingiza kura feki 2,200,100 na ushe. Hizo tunaweza tukazithibitisha mahali popote. How tunazithibitisha kura feki? Tume imetengeneza nyaraka, imetengeneza ripoti ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Walimkabidhi Rais Samia Agosti 2021. Kwenye ile ripoti tume inasema kwamba watu waliopiga kura ya kuchagua wabunge ni takriban watu milioni 14. Tume imetoa nyaraka zingine, imetangaza matokeo ya uchaguzi wa wabunge jimbo kwa jimbo nchi nzima. Walitoa tarehe 5 Januari 2021, miezi miwili mitatu baada ya uchaguzi mkuu. Kwa ukitaka kujua matokeo rasmi ya ubunge, yapo kwenye hiyo document, iko mtandaoni kwenye website ya tume. Taarifa ya matokeo ya uchaguzi mkuu kwa wabunge jimbo kwa jimbo nchi nzima. Ile taarifa inaonyesha idadi ya watu walioandikishwa kupiga kura kwa kila jimbo, idadi ya waliopiga kura kwa kila jimbo, idadi ya kura halali kwa kila jimbo, na mgawanyo wa kura hizo kwa wagombea. Ukijumlisha idadi ya watu waliopiga kura katika kila jimbo kama ilivyochapishwa na tume, kazi ambayo nimeifanya mimi, unakuta idadi ya watu waliopiga kura kwa ajili ya wabunge ni watu 11,900,000 na ushe. Kule kwenye ripoti waliompa rais wanasema watu 14,000,000 walipiga kura ya ubunge. Huku kwenye matokeo ya jimbo kwa jimbo wanaonyesha watu waliopiga kura ni 11,900,000. Kuna discrepancy ya kura wengine wote. Tume inatuletea majina ya wapiga kura yanabandikwa kwenye kuta za matangazo, au sio? Unajuaje kwamba hizo
Hiyo ni rahisi. Utaenda kwenye kituo ulichojiandikishia, utaangalia nipo. Lakini unahakikishaje kwamba hao waliowekwa hapa ndio watu pekee walioandikishwa kwenye kituo hiki? Hao ambao huwezi ukawajua kwa sababu huna access kwenye server za tume, ndio ambao polisi wanakuja na vibegi mgongoni ya kura feki. Sasa tunaweza tukajua za wabunge kwa namna hiyo after the fact, after the election. Kabla ya election hatuwezi kujua, kwa sababu sheria inatukataza sisi wa vyama vya siasa au wapiga kura au wananchi, inatukataza kujua tume imeweka nini kwenye makompyuta yake inakohifadhia hizi data. Hakuna mwenye access, ni tume peke yake. Kwa hiyo kuna potential millions of fake voters kwenye hayo manini. Wanaandika watu wasiokuwepo kabisa, majina tu. Unajuaje? Utajuaje? Una access kwenye nini? Mnanielewa? Ndio maana sasa kura feki imekuwa ni sehemu ya kawaida ya chaguzi zetu. Wasipoingiza kura feki, huo sio uchaguzi, haujafanyika bado. Kwa hilo tatizo ambalo limejitokeza wazi, na ni tatizo la mfumo, ni tatizo la sheria ya uchaguzi. Sheria ya uchaguzi ya Kenya inawapa vyama vya siasa na wagombea na mawakala wao haki ya kuchunguza seva za tume inakohifadhia nini, data zake. Sisi hatuna. Tunacholetewa ndio hicho tunacholetewa. Mnanifahamu? Tatizo la pili ambalo limejitokeza na lina flow from hii principle ya rais ndiye mdhibiti wa mfumo wa uchaguzi, ni tatizo la uteuzi wa wagombea wa upinzani. Engua. Kwenye uchaguzi wa vijiji mmeona. Sisi Chadema peke yake, wagombea ambao wameenguliwa ni 66%. Au nakosea, naibu katibu mkuu? 66% ya wagombea wetu. Tulikuwa na 60 ngapi percent? Tulikuwa na 67%. Tulikuwa na 77% ya wagombea wa vijiji na mitaa. Wametupiga panga mpaka tarehe 27 Novemba mwaka jana tulikuwa na only 34%, 33%. Tulikuwa na 33% kutoka 77%. Wamekata 44% ya wagombea wetu. 44 si karibu nusu. Kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa 2019
Tunafuata sheria. Sheria inasema saa 10. Sasa kwa Susan Kiwanga hakuingia ringini, hakuingia kwenye uchaguzi, na mbunge wa jimbo la Mlimba akapita bila kupinga. Kwa hiyo wanaposema tuingie, twende tu, mkifanyiwa ya Susan Kiwanga, au hiyo wamesahau, au wamesahau ya 2020 ya Susan Kiwanga na fomu zake. Twende tu, mnafikiria kwamba hamtaenguliwa. Kwa nini mnafikiria hamtaenguliwa? Kwa nini mnafikiria tukienda this time hatutaenguliwa? Baada ya ngwengwe ya mwezi Novemba, baada ya ngwengwe ya 2020, baada ya ngwengwe ya 2019, why do you think, for God's sake, why do you think hamtaenguliwa? Anyway, hoja yangu juu ya 2020 ni kwamba uchaguzi wa 2020 uliweka record kwenye historia ya uchaguzi mkuu wa nchi hii. 2015 wagombea wa upinzani walioenguliwa kwa mmoja tu. CCM walipita bila kupingwa jimbo moja tu, jimbo la Masasi kama sikosei. Kisoma kwenye ripoti ya tume ya 2015 utaliona. Jimbo moja tu, mtu mmoja tu alienguliwa. 2020 sisi Chadema peke yetu waliengua 35. Sasa fikiria, sisi ndio chama kikubwa, sisi ndio chama, hao wengine ni majina tu. Sisi wa kwetu walienguliwa ultimately 35, walianza na 63. Ultimately idadi ya wabunge waliopita bila kupingwa kwa sababu ya hiyo engua 2020 wabunge 28. Asilimia 28 ya wabunge wa majimbo 264 ni asilimia ngapi? 28 out of 264. Asilimia karibu 12. Asilimia 12 ya wabunge wa majimbo ya nchi hii hawajapigiwa kura na mtu yeyote kwa sababu wapinzani, wagombea wetu wa upinzani walienguliwa. Ndio kina Susan Kiwanga. Kwenye udiwani tuna kata 3956 2020. Kata ambazo zilipita bila kupingwa nchi nzima ni 872. Kata 872 out of 3956 ni asilimia ngapi? Na hawa madiwani walipita sisi bila kupingwa kwa sababu wapinzani walienguliwa kwenye kata zao. Sisi Chadema waliengua madiwani zaidi ya 1100 na ngapi, tunahesabu yake mahali, more than 1100, na tulikuwa na madiwani wagombea 3700 na kitu.
waliengua zaidi ya theluthi nzima ya wagombea wetu wa udiwani. Kwa hiyo 2020 ili set record. 2010 waliengua watu 8, walipita 8 bila kupigwa. 15 walikuwa 1. 2005 walikuwa 8. 2020 28 walipita bila kupigwa. Na sisi Chadema 35 of our candidates were disqualified. Na story ni hiyo hiyo Zanzibar. Hakuna mahali penye afadhali. Kwa hiyo habari ya kuengua wagombea, it has become a pandemic. Ni ugonjwa wa mlipuko. Every general election. Every election actually. Sio every general election. Tumeiona kwenye uchaguzi wa mitaa. Ni pandemic. Kwa hiyo ukisema twende tukakomae, unakomaa kama ni mgombea. Usipokuwa mgombea kwa sababu fomu zako hazijapokelewa au umeenguliwa, unafanyaje? Unafanyaje? Hilo ni tatizo la ngapi? Nimesema kuna tatizo la huo ugonjwa sugu wa kura feki, uteuzi wa wagombea. Ugonjwa mwingine wakati wa kampeni, vurugu dhidi ya wagombea upinzani wakati wa kampeni. Hakuna, sidhani katika nchi hii, Mheshimiwa Lema mtanisaidia hapa na Mheshimiwa Heche, nani wa Chadema mgombea ubunge ambaye hakupelekwa kwenye kamati ya maadili kwenda kushughulikiwa? Nani ambaye hakusimamishwa kufanya kampeni wiki moja au 2 au ngapi? Nani ambaye hakuvurugwa na polisi, mikutano yake kuzuiliwa nini? Huyu Heche huyu, makao yake makuu ya kampeni alivamiwa, wakavunja vyombo vya matangazo, haribu magari, kamata mdogo wake, wakampakia kwenye gari, wakamchoma kisu, akafa kwenye kampeni. Mimi nilipigwa mabomu mara 3 na polisi ili nisifanye mkutano. Nilizuiliwa kufanya kampeni siku 10. Wakati ule Magufuli kale ka pacemaker kaka alikuwa kanaleta shida, kwa inabidi wampepe hivi inabidi na mimi waniweke lakini kuna kitu cha kwenye kampeni
95. Lakini kwenye uchaguzi mkuu uliopita wametengeneza ripoti. Hiyo ripoti yao kwenye vyombo vya habari is probably the best analysis ya vyombo vya habari ni vya nani wakati wa uchaguzi, na jibu lao ni vyombo vya habari vya CCM vyote. CCM ilikuwa na exclusive control ya live coverage, exclusive. Hakuna mkutano wa CCM wa kampeni za rais ambao haukuwa live. Sisi ni upi uliokuwa live? Kwa control ya vyombo vya habari ni sehemu ya kampeni yote ni vya CCM. Tatizo la utaratibu mzima wa kampeni, tatizo la 3 kwenye chaguzi zetu. Tatizo la 4 ni lile ambalo mimi naliita tatizo la siku ya uchaguzi, election day, na siasa zake. Siasa za siku ya uchaguzi zinaanza na mawakala. Mawakala wa upinzani kuapishwa ni vita. Na Mheshimiwa Heche anazungumzia vizuri sana. Ni vita everywhere. Kama hujawahi kugombea unaambiwa twende tu. Kuapisha mawakala vita. Sasa tuna sheria inayosema hivi, hata wakiapa ni mkurugenzi ndio atakayepeleka majina yao kwa wasimamizi wa vituo. Asipopeleka majina, hata kama umeapa, huingii kwenye kituo. Watu wanakwenda na barua ya kuapa. Msimamizi wa kituo anasema, hili jina kwenye orodha yangu ya mawakala halipo, sorry. Huingii. Ukileta maneno, kuna polisi pembeni, unashughulikiwa. Hata ukiingia, wakitaka kuingiza kura fake, wanakutengenezea kamzengwe nje, alafu wanaleta kura fake. Hata wasipokutoa nje, kama kituo chako mgombea wako ameshinda, hawatamtangaza, wanakubadilishia matokeo hapo hapo. Ukibisha unashughulikiwa. Na vile vile hupati fomu ya matokeo, kwa sababu sheria inasema mawakala watapewa fomu za matokeo ya vituo vyao kama zipo za kutosha. Wasimamizi wa vituo wameambiwa zisitoshe. Kuna nyie wote kuna nani ambaye hajagombea hapa? Nani ambaye hajagombea kabisa anyoshe mkono? Yes, mnaambiwa twendeni. Twendeni mkayaona. Unaelewana? Na hata kama mgombea ameshinda, kuna ugonjwa mwingine sasa wa kutangaza matokeo kwa nguvu, kwa mtutu wa bunduki. Yawe ni ya kijiji au ya diwani au ya mtaa au ya mbunge, wanatangaza kwa nguvu. Unaelewana? Mkisha malizana, umeshapigwa sasa, wanasema hii nchi bana ni ya utawala wa sheria. Nenda mahakamani. Nenda. Ukienda mahakamani, kwanza weka milioni 5 mara 3 gharama za uchaguzi. Ukizipata ukaziweka ili kesi ianze. Unaniangalia ndio hivyo.
weka milioni 5 mara walalamikiwa 3, ndio kesi ianze. Ukizipata milioni 15 then kesi inaanza. Katika historia ya chaguzi za nchi hii na kesi za uchaguzi, ilianza basically baada ya uchaguzi wa mwaka 65, miaka minne baada ya uhuru. Haijawahi kutokea mahakama za Tanzania zikafuta wagombea zaidi ya 3 kwenye ubunge. Ikitokea sana sana kama ilivyomtokea Wasira, sijui kwa nini hamumpigi nayo nani mikutanoni, alikutwa na rushwa, ubunge ukafutwa, akafungiwa kugombea miaka 10. Ikitokea mahakama imefuta kabisa matokeo, ni mgombea mmoja, wawili, hadi 5. Nachotaka kusema ni kwamba kuna tatizo kubwa la mfumo wetu wa utatuaji wa migogoro ya uchaguzi. Ni completely dysfunctional. Uchaguzi unavurugwa nchi nzima, halafu unaambiwa ufungue kesi kwenye jimbo moja moja. Wameiba uchaguzi on a national scale, unaambiwa fungua kesi 264. Unaweza wapi? Hizo mahakama ziko wapi? Na hiyo ni kuachia mbali ukweli kwamba na majaji nao ni watu wa rais, na kwa sababu ni watu wa rais, wengi wao ni ma-CCM. Wanataka wapandishwe vyeo, waende mahakama ya rufaa, wanataka wateuliwe kwenye commissions, kwenye tume. Kwenye tume ndio kuna hela. Wanataka wakifika muda wa kustaafu waongezewe mikataba. Kwao wote wanajipendekeza, kuanzia jaji mkuu, all of them. Kwa mahakamani hakuendeki. Sasa hayo, kwa kifupi, hayo ndio matatizo ya mfumo wetu wa uchaguzi. Kuna moja ambalo sijalisema, moja au mawili ambalo nafikiri ni muhimu kulisema, kwa sababu nimelisema liko technical kidogo. Tunashindwa uchaguzi kabla haujatangazwa. Tunashindwa uchaguzi kabla haujatangazwa. Namna gani? Kwa kufanya kitu Waingereza wanakiita gerrymandering. Gerrymandering, iangalie kwenye mchino. Gerrymandering ni utengenezaji wa majimbo kimkakati, utengenezaji wa majimbo ya uchaguzi kimkakati. Unatengeneza majimbo ili ushinde kabla hujapigiwa kura, ili kugarantii ushindi kabla hujapigiwa kura. Unafanyaje? Ukiwa mjanja, na nataka muifuatilie hii, wewe jiulize, hivi kura za wapinzani huwa zinatoka wapi? Kura za wapinzani wa Tanzania huwa zinatoka wapi? Kura za Chadema huwa zinatoka wapi? Kwanza ni mjini. Kwanza ni mjini. Na miji inaongozwa na Dar es Salaam. Kwa kura nyingi zaidi za Chadema zinatoka mji huu. Sawa sawa? Zinatoka Arusha, zinatoka Mbeya, zinatoka Mwanza. Sawa sawa? Ndio inakuja miji kama Moshi, Iringa mjini, lakini zinatoka principally mijini.
So what you do, gerrymandering inafanyikaje? Unahakikisha kwamba majimbo ya mijini ni machache kuliko ya vijijini. Dar es Salaam kwa takwimu za tume za 2020 ilikuwa na wapiga kura walioandikishwa 3,427,000. 3,427,000 registered voters. Ilikuwa na majimbo 10. Si yako 10? Ni watu wa Dar es Salaam. Hayo majimbo, idadi ya wapiga kura wa Dar es Salaam inalingana na wapiga kura wa Iringa, jumlisha Njombe, jumlisha Pwani, jumlisha Songwe, jumlisha Rukwa, jumlisha Katavi. Idadi ya wapiga kura wa Dar es Salaam for 2020 ilikuwa roughly the same as wapiga kura walioandikishwa kwenye hiyo mikoa 6. Hiyo mikoa 6 ina majimbo 37. Dar es Salaam ina majimbo 10. Kwa hiyo ukipigiwa kura 3,427,000 Dar es Salaam, una wabunge 10. Ukipigiwa kura hizo kwenye hiyo mikoa 6, unawapiga kura 37. Una wabunge 37. Nani mshindi? 37 ni mshindi. Ukipigiwa kura zote za Dar es Salaam, za Arusha, za Mbeya, za Tanga, za Mwanza, za Dodoma, ufikishi fanya mahesabu, ufikishi wa bunge nusu ya ukipigiwa kura za Zanzibar yote. Zanzibar yote inapiga kura 566,000. Ina majimbo 50. Ina majimbo 50. Hayo majiji yote hayo niliyoyataja. Dar es Salaam ina 10, Mwanza 2, Tanga 1, Arusha 1, Mbeya 1, Dodoma 1. Jumla wabunge wangapi? 14, 15. Sawa sawa. Kwa hiyo hata ushindeje mijini, uwashindi. Na mijini ndiko mnakopatia kura zenu nyingi. Hiyo imetokana na nini? Gerrymandering. Sasa gerrymandering ina msingi wake kwenye katiba yetu. Kiangalia ibara ya 75 ya katiba inapozungumzia utaratibu wa kutengeneza majimbo, inasema hivi: katika kutengeneza majimbo ya uchaguzi, tume itaangalia uwepo wa miundombinu na hali ya kijiografia. Hizo ndio vigezo viwili pekee ya kutengeneza majimbo ya uchaguzi. Sasa jiulize, miundombinu si barabara, ina uhusiano gani na upigaji kura? Ina uhusiano gani na representation of the people? Hali ya kijiografia ni nini hasa? Mvua, ukame, mapori, milima, mabonde, si ndio hali ya kijiografia? Ina uhusiano gani na representation of the people? Ina uhusiano gani? Mnachagua nini?
hayo majimbo ni kwa ajili ya nini? Ya binadamu au ya nini? Kwa sababu binadamu hawapo kwenye vigezo vya kutengeneza majimbo. Sasa kitu ambacho wengi hawatukielewi ni kwamba binadamu walikuwepo wakaondolewa. Walikuwepo wakaondolewa, na waliondolewa makusudi. Tulipopata uhuru, katiba yetu iliandikwa na Waingereza. Tume ya uchaguzi hii ya leo hii ilianzishwa na katiba ya uhuru iliyotungwa na Waingereza. Mnanipata? Kwenye kazi za tume kutengeneza majimbo, katiba tuliyotungiwa na Waingereza ilisema hivi: watu waliopatikana kwenye sensa na kugawa kwa idadi ya majimbo ya uchaguzi ili upate wastani wa watu katika kila jimbo. Ukishapata wastani wa watu katika kila jimbo, ndio unaenda kuyatengeneza sasa jimbo kama according. Hiyo ilikuwa katiba yetu ya uhuru. Tukapokea hivyo vifungu kama vilivyo kwenye katiba yetu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 65, katiba ya mpito. Havikubadilishwa neno moja. Tukaenda na katiba ya mpito mpaka mwaka 77. Tukatunga katiba hii ya sasa. Vile vifungu vilihamishwa kama vilivyo kwenye katiba ya mwaka 77 na vikabaki vile mpaka mwaka 92. Kwenye mabadiliko ya katiba yaliyoingiza mfumo wa vyama vingi vya siasa, wakachomoa hivyo vifungu. Kwenye sheria inayosema tunaenda kwenye vyama vingi, ikaondoa hivyo vifungu vinavyosema unapanga majimbo kwa kuangalia idadi sawa ya watu. Ipo kwenye mabadiliko ya 6 ya katiba. Mabadiliko ya 5. The 5th Amendment. The 8th Amendment ndio iliyoleta vyama vingi. 5th ilileta Bill of Rights. Kwa hiyo tunaenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Tumeondoa mfumo wa kidemokrasia wa kutengeneza majimbo ambao uko kwenye katiba zote za kidemokrasia. Nenda Kenya, nenda Zambia, nenda Malawi, nenda Afrika ya Kusini, nenda everywhere. Principle ya kutengeneza majimbo ni idadi sawa ya watu, kwa sababu wanaowakilishwa ni binadamu, sio milima, sio barabara, sio nini. Kwa hiyo leo hapa tulipo kuna hiyo nani majimbo ya mijini. Kama tungefuata population parity, na hii iko kwenye nimefanyia research kwenye nani, moja wapo ya mambo ambayo nimeyakuta kwenye utafiti wangu. Kama tungekuwa na population parity kama kanuni kuu ya kutengeneza majimbo,
Dar es Salaam peke yake ingekuwa na majimbo 25. Kwenye majimbo haya 294, Dar es Salaam ingekuwa na majimbo 25. Sasa kumbuka, jiulize tu, mwaka 2015 kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, sisi vyama vya Ukawa tulipata 60% ya kura za Dar es Salaam. Kura 60% ya kura za Dar es Salaam kwenye majimbo 25. Unafikiri tungekuwa na wabunge wangapi? At least 15 kati ya 25. Tulikuwa na 5 badala yake. That is what gerrymandering does. Sasa sio ya mijini tu. Ukiachia mijini tutakopatia kura nyingi, sehemu nyingine tutakopatia kura nyingi ni mikoa yenye watu wengi. Nyewe mnafikiri mikoa yote ina idadi sawa ya watu? Ukiangalia takwimu za wapiga kura za 2020, mikoa 10 ya nchi hii, 10 yenye wapiga kura walioandikishwa zaidi ya milioni 1, ilikuwa na 55% ya wapiga kura wote. Ilikuwa na wapiga kura milioni 16. Mikoa 10 tu. Nchi hii sina mikoa 26. Sasa mikoa 10 kati ya hiyo 26 ilikuwa na 16 million registered voters out of 29. Mikoa 16 iliyobaki ilikuwa na 13 million registered voters. Kwa hiyo mikoa yenye watu wengi ni michache, mikoa yenye watu wachache ni mingi. Kwenye mgawanyo wa majimbo, mikoa yenye watu wengi ina majimbo machache, mikoa yenye watu wachache ina majimbo mengi. Hapa wengi wape haipo. Wengi wape haipo. Ni wachache wape. Naelewana? Mikoa yenye watu wengi, hiyo yenye watu milioni 16 walioandikishwa kupiga kura, ina majimbo 99. Mikoa yenye watu milioni 13 ina majimbo 115. Unanipata? Sasa kura za wapinzani zinapatikana kwenye mikoa yenye watu wengi. Mnanifahamu? Kwa gerrymandering inavuruga, sio tu inavuruga representation, inawagharimu nyie moja kwa moja. Mnanipata? Sasa hilo ni tatizo kubwa, na limeanza kuzungumzwa na watazamaji wa chaguzi zetu tangu mwaka 95. Tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwenye ripoti ya EU ya uchaguzi wa 95, kuna mahali waliuliza hivi: inawezekanaje watu 1000 wa jimbo la Ziwani Zanzibar wanachagua mbunge, na watu 135,000 wa jimbo la Njombe Magharibi nao wanachagua mbunge mmoja huyo. Na hawa wabunge wanalipwa mshahara sawa, posho sawa, kama ni mafuta sawa, kila kitu sawa. Ila mmoja anawakilisha watu 1000, mwingine anawakilisha watu. Sasa hiyo 100,000 ilikuwa walipendelea. Ukiangalia leo kwenye uchaguzi wa 2020, jimbo la Temeke siko hapa. Temeke ilikuwa na wapiga kura 478,000 walioandikishwa. Jimbo hili
Zanzibar nzima yenye majimbo 50 na wapiga kura 566,000. Sawa sawa. Wapi kule Handeni vijijini. Kuna mtu wa Handeni hapa? Handeni vijijini ni jimbo na Handeni mjini ni jimbo. Handeni vijijini na wapiga kura 132,000. Handeni mjini na wapiga kura 24,000. Kwa sababu inabidi tumtengenezee nani? Abdalla Kigoda. Tutengenezee kajimbo. Asipate shida ya kwenda kuhangaika vijijini huko anapigwa mavumbi na nini. Kutengeneza kajimbo. Alikuwa waziri wa viwanda na biashara then. Kwa hiyo kuna uchafu kwenye utaratibu mzima wa majimbo everywhere. Dar es Salaam ina majimbo sawa na Mtwara. Mtwara ina watu 930,000. Dar es Salaam 3,427,000. Morogoro ina wapiga kura 1,800,000 na kitu. Hiyo ni Mwanza. 1,800,000 na ushe ina majimbo 9. Mkoa wa Mara una majimbo, una watu 1,11,100,000 una majimbo 11. Sawa sawa. Dodoma ina 1,300,000 na ushe ina majimbo 11 au 10 nafikiri. Tanga ina 1,300,000 na majimbo 12. Tabora ina 1,200,000 na majimbo 12. Sawa sawa. Morogoro ina 1,600,000 ina wabunge ni 11. Hayaelezeki. Kwa sababu tumeondoka kwenye kanuni ya kuangalia binadamu, tunaangalia milima, barabara, nini. In fact hakuna criteria. Kama ni miundombinu, how do you explain majimbo 50 ya Zanzibar? Kuna ugumu gani Zanzibar ili utengeneze majimbo 50? Au kati ya Mwanza yenye watu 1,800,000 ina majimbo 9 na Mara mkoa wa jirani wenye watu 1,100,000 na majimbo 11. Hakuna criteria. Kwa hiyo waheshimiwa, kwa kifupi, hayo ndio matatizo ya mfumo wa uchaguzi ambayo tulipokuwa tunazungumza habari ya maridhiano, hizo ndio hoja tulizozipeleka kwa CCM mwezi Mei 2022. Kama kuna mtu anafikiria ndio kwanza tunayazungumza, tuliyapeleka kwa kina Kinana 2022. Kuna kingine, kwa sababu kuna watu wanataka wanafikiria viti maalum. Nataka nimalizie na hilo viti maalum. Every general election tangu 2005 CCM imepata wabunge wa viti maalum wa bure 5 au 6. 5 au 6. Inawapataje? Yani hao ni wabunge haramu ambao CCM inawapata kila general election. Wanapatikanaje? Utaratibu wa kupata viti maalumu ukoje? Si mnaufahamu? Chama kinachopata 5% au zaidi ya viti vya kura halali za wabunge kinastahili kupata viti maalum, au sio? Ndio utaratibu uliopo kwenye katiba na sheria za uchaguzi. Kwa chama kisichofikisha 5% ya kura za wabunge, sio kura za rais, inayoleta viti maalum ni kura za bunge.
ufikishe 5% una viti maalum. Sasa what happens kwa vyama visivyofikisha 5%? Kura zao zinaenda wapi? Kwenye uchaguzi mkuu uliopita, vyama hivyo vinavyopata 2 hapa 3 pale 1 hapa nini, hivyo vyama hivyo mnavifahamu vyote, kwa ujumla wao vilipata 7% ya kura zote halali za wabunge. Sawa sawa. Hizo 7% zilipaswa zitoe wabunge 6. 7 zilipaswa zitoe wabunge 7, ni 6%. 6% ya kura zilipaswa zitoe wabunge 7. CCM ilikuwa na 78%, Chadema 16%, zinakuwa 94, sio? Vyama vingine 6%, zinakuwa 100. Idadi ya viti maalum ni 113. 78% ya viti 113 ni ngapi kwa ajili ya CCM? Hesabu yangu inaniambia 88. 78% ya viti 113 ni 88 kwa mahesabu yao. Sawa sawa. Kwa CCM kihalali kabisa, kwa kura zilizotangazwa, ilipaswa ipate wabunge 88 wa viti maalum. Chadema kwa kura zilizotangazwa na tume 16%, ilipaswa ipate viti 18. Fanya mahesabu. Fanya 16% ya 113 ni 18. Sawa sawa. Kwa hiyo 88 jumlisha 18 unapata ngapi? 106, au sio? Kwa hiyo Chadema na CCM vilipaswa vipate viti 106 kati ya viti 113. Sasa mgawanyo ulivyo sasa, CCM 94, Chadema 19. Mnanipata? Ukijumlisha 94 na 19 ni 100 na ngapi? Kwa hiyo katika wabunge 7 wale wa kura za ACT, za Chauma, za Narea, Tadea, mnawafahamu wale wenye vyama vyao, kura zao wabunge wapi? Na sisi tukapatiamo. Na hiyo ni tangu 2005. Huu utaratibu wa nani ulianza 2005. Kwa kifupi, kwa hiyo mfumo wetu wa uchaguzi uko hivi. Matatizo yake ndio hayo, na haya nayo yasema utakutana nayo kwenye ripoti za tume, kama tume ya Nyalali, tume ya Warioba, tume ya Kisanga, tume ya Bomani. Utakutana nayo kwenye taarifa za watazamaji wa uchaguzi wa kimataifa na wa kitaifa tangu mwaka 95. Na utakutana nazo kwenye kikosi kazi, utakutana nazo kwenye taarifa majadiliano yetu na CCM. Ni vitu ambavyo ni matatizo ya miaka yote, na CCM wamekataa kuyafanya nini? Kuyashughulikia. Na sasa
hawataki uchaguzi, kwa sababu tukienda tunaenda kukutana na hayo mnayoyafahamu. Na zaidi ya hayo, sasa uchaguzi wetu haukosi mauaji. Kuna uchaguzi usioendana na kafara nchi hii sasa hivi upo. Sasa haya yote haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Tunaposema no reform, no election, hiyo reform ambayo tunaitaka ni ya maeneo haya. Na CCM na Samia wanafahamu, kwa sababu tumewaandikia specifically kwenye maridhiano Mei 2021. Wakatuongelesha sasa wanasema muda hautoshi. Sasa waheshimiwa, naomba nimalizie ili muulize maswali. Namalizia kwa yafuatayo. La kwanza, mtu yeyote anayefahamu haya, na mtu yeyote ambaye ameshiriki kwenye huyo hayuko serious. Ni hivi, uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni. Kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni. Kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni, na najua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa. Hayuko serious. Hilo la kwanza. La pili, hivi tuliposema no reform, no election kwenye kamati kuu tarehe 3 Desemba, tulikuwa tunatania. Kama kuna watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa anatania. Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau. La tatu, huu ndio msimamo wa chama. Ndio msimamo wa chama. Ulipitishwa na kamati kuu, mimi sikuwa mwenyekiti. Nilikuwa makamu. Nilikuwa na ushawishi mkubwa, ni kweli. Lakini ulipitishwa na kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe. Ukapitishwa, tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe 20. Baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu, na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa, na mkutano mkuu wa taifa kasema no reform, no election. Na mimi sikuwa mwenyekiti bado, nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa chama. Ndio msimamo wa chama. Kwa katiba yetu, kwa katiba hii
kwa katiba hii, mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine? Waheshimiwa, kwa hiyo ni msimamo wa chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu. La nne, naombeni mniambie waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi. Kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi? Huu ni msimamo sahihi wa chama. Ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi, waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Sawa sawa? Nataka na mimi nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Na nyie mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Tufanyeje? Mkutano mkuu wetu umesema no reform, no election. Sasa kwenye petition tumeambiwa hivi, huu msimamo unaenda kuua chama. Unaenda kuua chama. Hatutakuwa na wabunge, hatutakuwa na wabunge wa majimbo, kwani tunao sasa hivi. Hatutakuwa na wabunge wa viti maalum, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na wabunge wa madiwani, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na rais, tunaye sasa hivi. Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau.
Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Ni mtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa sawa. Tukikinukisha vile